kama nilivyokuambia, muda huu ni muda ambao niko najaribu kukaa chini na kujaribu kuzungumza na waigizaji wa filamu ambao niliwakuta maeneo ya Bukirasazi. Kama kawaida, usikose kusubscribe channel yetu ya Indundi. Ni Mr. T Tambwe tena kwenye kipindi cha Know About Movie ndani ya mjengo mzima mkubwa sana, nyumba ya kizazi Indundi TV, na nyuma kamera ni naye brother Marcel hapo akinifanyia mambo makubwa sana. Mambo vipi sister? Mambo. Yani uso wako mtaratibu, yani ndio wewe kabisa yani. Mambo vipi? Mambo. Uko fresh? Fresh kabisa. Kisha wewe muda mwingi sana nakuona kwenye mtandao, wewe unatembea sana yani kwenye mtandao, wanakuzungumzia sijui dada mrembo, sijui kwenye vitu vingi sana, wewe nazidi kukuona. Hivi wewe uliumbwaje hivi wewe? Hebu tuibie siri yani. Kwa nini unakuongelea sana kwenye mtandao kwa kusifia urembo wako? Sijui. Yani nitamani siku moja tuje tukutanane maeneo kama haya hivi. Tupige story 2-3. Hebu tuambie ukweli kwanza, kwa upande mwingine, habari ya mchumba wako? Mchumba wangu yupo. Yuko fresh? Yuko fresh kabisa. Kweli? Yani nilikuwa najua labda hapa sasa tunakuja kutafuta wachumba sasa na sisi tuweze kuoa. Kumbe tayari una mchumba yani? Hapana, mimi na mchumba wangu. Kweli? Uko single? Siko single. Vizuri sana. Hebu jaribu kuwakumbusha washabiki wako jina lako na kitu gani ambacho ulikuja ukifanya huku chini huko. Mimi naitwa Salma Hassan. Na hapa tuko location. Nimekuja tuko kikazi maana. Vizuri sana. Hebu tuambie kidogo, kuna kazi moja ambayo ilitoka hivi, ni kazi ambayo ilifanyika, ilikuwa kubwa sana hiyo kazi ambayo ilikuwa inaitwa Irondo. Hiyo kazi iliweza kutembea sana, watu waliweza kukubali ile movie, wengine wakabisha kwamba Warundi hawajawahi kufanya movie kama hii, lakini Warundi mlijitahidi sana mkafanya movie kubwa kama ile Irondo. Hebu tuambie ilikuwaje hadi ukapasishwa pale? Cha kwanza tulikuwa wengi. Waliweza kuchagua watu wengi. Alafu wameshaanza kuwachagua, wakaweka sehemu, alafu wakatizama ni nani mwenye anafaa kwenda hapa na nani anafaa kwenda hapa. Maana yake waliona kama mimi nafaa kwenda pale. Hebu tuambie kuko labda ya uzuri wako vile, labda ya shepu, kwa sababu tuliona kazi yako kweli, tukaona vile ulivyovaa, sijui vile ulivyokumeki, yani ukao umpendeza sana. Ilikuwa kwa sababu ya hilo? Hapana, ni bahati tunaweza tukasema, kwa sababu hakuna cha uzuri wala nini. Naweza nikasema ni bahati tu ya mtu. Hebu tuambie kwanza, kutokana na hilo swala, baada ya Irondo tumeona umejishirikisha tena kwenye kazi ya Nabii Ezekieli. Hebu tuambie plani yako ni ipi sasa? Kwanza kitu cha kwanza unapaswa kujua kwamba Nabii Ezekieli ni mtu mwenye anaweza. Tena anaweza kabisa. Niliona kama nikimsogelea naweza nikakuwa juu zaidi ya hapa penye nilipo kwa sasa hivi. Hebu tuambie, na vipi unaona mabadiliko yamekuwa au bado? Kwa mimi naona mabadiliko yapo. Mabadiliko yapo tena makubwa sana. Hebu tuambie, kwa sababu kwenye kundi lenu tumeona nyinyi waigizaji wengi sana ambao umekaa mnajishughulisha na kazi. Hebu tuambie swala la upendo liko vipi kwenye kundi lenu? Kwenye kundi letu sisi ni watu wazima kwanza na tunajifahamu. Ukisha kuwa mtu mzima unajifahamu, mimi ni mtu mzima. Lazima tutaishi kiutu uzima sisi wote. Na tuko vizuri sana, tunapendana na maana yake tunashirikishana kwa mambo mengi. Hebu tuambie wewe kama Salma, ikija kutokea kwamba kuna watu wanakuhitajia wewe wafanye na wewe movie, kwa sababu kwa saizi tumeona kama jina lako linazidi kupanda siku kwa siku. Hebu tuambie utaratibu upi ambao mtu anastahili kuufanya, labda kwa madirector wengine ambao wanakutazama saizi wanaweza kutamani wafanye kazi na wewe. Kwa hiyo utaratibu upi ambao wanaweza wakaufanya ili kuhakikisha kwamba wamekupata wewe na kufanya naye kazi? Kwa sasa hivi tayari nishapata manager. Na mtu mimi nafanya naye kazi na nisha sign naye mkataba. Kwa hiyo kama wakinihitajia mimi, wana sehemu wanapaswa kupita ili waweze kunifikia mimi. Ndio naweza nikasema. Na hebu tuambie, ni ipi faida ya wewe toka uanze kuigiza, ni ipi faida ambayo umeshaiona katika hii uigizaji wa filamu nchini Burundi? Faida yake, mimi naona faida yake kubwa sana. Mimi nishaona faida. Kwa sababu nishaanza kula matunda mapema sana ya faida sana. Na hiyo faida je, inakidhi mahitaji yako kwa kweli? Sio faida kubwa sana, lakini mimi tayari nishaona kama ina faida. Tena naona kama kule mbele patakuwa pazuri sana. Na
kutokana na swala lingine ni kwamba wanawake wengi sana waigizaji wanashindwa kujielewa sana wakati wapo kwenye masuala ya uigizaji, wanashindwa kabisa kujielewa. Muda mwingine wanakuwa wanajiachia hovyo hadi mnakuwa mnaitwa sijui malaya. Leo unapendana na huyu hapa mwigizaji mwenzako, kesho unachana naye unajitupa kwa huyu, kesho unachana naye unajitupa kwa huyu. Kwa hiyo inakuaje wewe mpenzi wako kukuelewa kujiingiza kwenye masuala kama haya, na wakati na watu wote wanajua kwamba waigizaji mle nyinyi kwa nyinyi mwoga mnabundiana nyinyi kwa nyinyi. Inakuaje kwa mpenzi wako kuchukuliana na hiyo hali? Labda kitu naweza nikasema mimi na mpenzi wangu tunaaminiana. Labda kama watu walikuwa wanajua Salma wa zamani, mimi sio Salma wa zamani tena. Hivi Salma ni Salma mwingine, tena nina fikra zingine. Naomba jamani watu wanitoe tena kifikra vingine. Hivi mimi ni Salma najielewa kwa hivi sasa, na najua ni kitu gani cha nataka kufanya na nataka kufika wapi. Alafu kingine kitu umeniuliza kusema kupendana nini, unajua mtu kishakuwa star kwenye lile kundi letu, kwa sababu fasi kwenye pakikuwa wanawake kwa wanaume lazima kila kitu kinaposha kutokea. Mimi naomba sana kama unataka kufika mbali na kazi zetu zifike mbali, pale kwanza kujiheshimu kitu fulani. Mimi nataka kwanza nijiheshimu, afu nikishajiheshimu naona watu wataniheshimu. Ndio naweza nikasema hivyo. Yes. Kama ulimsikia Salma anakuambia kwamba yule Salma wa zamani sio Salma wa sasa. Na imani kwamba hapo amezungumzia mambo mengi sana na amefunua mambo mengi sana. Kwa hiyo mtu waga anabadilika kama gisa alivyokuwa mwigizaji, inamaanisha kwamba kwa sasa yeye ndo anakuwa anatoa mafunzo kwa jamii, anatakiwa awe mfano, sivyo? Anatakiwa awe mfano. Hebu tuambie kupitia kazi yako ambayo umeshaifanya, je, una imani kwamba inazidi kushauria jamii au kupitia kazi yangu mimi ninaifanya naona kama ndio mwendo unaelekea huko, na ipo siku naamini nitafika tu kwenye fikra zangu kwenye zinafika kwenye mimi mawazo yangu yanataka kufika. Ipo siku na mimi nitafikia. Hebu tuambie katika kundi lenu kwa upande wa wanawake ni mwanamke gani kutoa wewe unayemkubali zaidi kwa jinsi mnavyo act na Bi Ezekiel? Mimi naona sote tunaweza. No. Mmoja, yani sasa nimekuja kukuambia mimi nataka nitajie mwanamke mmoja kati ya ile kazi zenu ambazo mnazifanya. Ni yupi wewe kwanza, wewe unasema kwamba tunajua wewe unaweza. Tumekuweka pembeni. Sawa, tukasema sasa chagua mwingine basi anayekufuata ni nani? Labda kwa sababu kwa majina wanaweza kanisumbua kidogo, ila hata majina yao ya movie fresh tu. Ya movie, umeweza kumoja hapa. Fani. Fani mimi naona anaweza. Yaani ndo namkubali. Mimi namkubali. Yaani kutoka wewe Fani. Yaani Fani ndo nabadili yako. Ulivyomsikia yeye amechezesha jina nani tena kwenye movie? Salima. Kama ulivyomsikia Salima anamkubali sana Rebeka. Yaani Salima na Rebeka, na ukiangalia kwenye scene yao walifanya vizuri kabisa kupita kiasi kwamba ukiangalia ina ubunifu mkubwa pale na wana kitu kikubwa sana ambacho amejiweka pale ikawa kitamu. Hebu tuambie ukweli, mashabiki wako saizi wanakutazama. Mimi nakuaga na maswali ya kizushi sana. Nakuaga na maswali ya kizushi. Hebu tuambie kweli una mimba? Kwa sababu nimepata message ya mpenzi wako ameambia kwamba nikuchunge vizuri, eti wewe una mimba. Kwenye interview nikuulize hayo maswali. Hebu tuambie. Hapana. Hebu basi mjibu hiyo message. Hapana, mimi naijibu mimi sina mimba. Na kwa hivi sio niko location. Yaani hivyo ndio jinsi unavyomwandikia message ya kwamba hivyo. Ni wewe mwandikia tu kabla jinsi kuna kale kajina unamuitaga kale kisha unaringisha kale. Hapana. Kwa mpenzi wangu kwa hivi sasa mimi sina mimba. Kana kama ningekuwa nayo ningeweza kukuambia kwa sababu mimi najua mwenye nayo ni wewe. Yes, vizuri sana. Hilo ni swali la uzushi. Swali la pili la kizushi. Waga mimi napenda sana kuuliza maswali ya kizushi. Tumeona kwenye movie ulicheza mpenzi wako yule jamaa bonge hivi, alikuwa akikupiga hivi tunaona anamweka chini sijui nini. Sawa. Na yule jamaa tunaona ni handsome. Tunaona wewe na wewe ni beautiful. Hebu tuambie baada ya shooting ya scene zenu hizi, ameendendi tutoroni kidogo kupiga story 2-3 ile Hapana. Mimi kwa hivi sasa nafikiri narudi tena nyuma kidogo. Kwa hivi sasa niko Salma. Sio ile Salma wa zamani. Hivi niko Salma wa sasa. Yaani tuzungumze Salima, upo Salima. Kwa hivi sasa. Wana Bi Ezekiel. Wana Bi Ezekiel. Unasikia? Sasa kitu nasema haiwezekani. Kazi ni kazi. Kazi kiisha basi tutarudi kuona tena siku ya kazi. Labda patokea utani kidogo nini kwa sababu unajua sisi wasanii. Sababu patokea utani nini mambo kama hayo, lakini la hasha hakuna kitu chochote. Na unafikiriaje katika hiyo utani, labda mpenzi wako sasa ameshaanza kusikia hizo tetezi hizo. Kwa hiyo unajichukuliaje mbele yake na utamwambia nini na amesha kabisa kuhakikisha? Hapana. Mimi nadhani nikasema kuwa mpenzi wangu mimi anaelewa
na natambua kuwa amenipenda mimi, na mimi mwenyewe napenda sana sinema, napenda muziki, mimi napenda sana. Anaposha kunielewa. Kuna vitu baadhi siwezi nikavipitisha, lakini kuna sehemu yeye mwenyewe akifika anaona kama huyu lazima nimwachie kidogo. Na kwa hiyo tunaaminiana tu. Yes, nashukuru sana. Huyu alikuwa ni Salma kwenye kipindi cha Know About Movie na ni mwigizaji mzuri sana kama mnavyomfahamu, na kwa urembo wake huyu anazidi kufanya vizuri kazi yao. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutupatia muda. Hebu tuambie, unatuona jinsi tulivyo hapa, tulitoka kule kazini kule kazini town kule tukafika hadi huku Bukirasazi kuja kuwatafuta tu nyinyi. Hebu sema neno moja basi kwa upendo wetu labda. Mimi naweza nikasema nashukuru sana. Tena nashukuru sana kwa kuja kutangaza kazi yetu, na huwa pia mkitutembelea hivi tunafahamika, na huwa swali vipindi vyenu hapa vinafika pa kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye wapi basi tunazidi kufahamika. Na tunashukuru sana. Ndio naweza nikasema tena karibu tena, na wengine kama wapo wanasikia wanafanya kazi kama hizo, karibuni, tutawapokea. Asante sana. Yes, tunashukuru sana. Hapa tupo maeneo ya Bukirasazi, tulikuja kuwafuata kwa sababu ya kuweza kukaa nao tuweze kuongea mawili matatu kwa kuchangia. Basi tunashukuru sana kwa kuendelea kufuatia kipindi chetu cha Know About Movie, na ni kipindi ambacho pendwa sana, kinapendwa na kinakutambulisha waigizaji wengi sana. Usikose kusubscribe channel yetu ili wa kwanza kupata kazi zetu. Asante sana.